Tunaweza tukaongea kidogo? Unaweza kuongea na kusikiliza. Kesho nilitaka niende nyumbani kwa mama. Amenipigia simu kwamba kuna tatizo, kwa hiyo ikanibidi nikombe kwanza ruhusa mwanangu. Sasa mke wangu Tuta, kuna haja gani ya kuniomba mimi msamaha? Wewe unaweza tu kaenda, off you go. Yaani wewe nenda na utarudi tu. Kwa hiyo kuomba ruhusa unakuwa unajisumbua tu. Sawa? Lakini wewe ni mume wangu. Siwezi nikajiamlia tu kutoka nyumbani bila kutoa taarifa, hujui naenda wapi, kuna nini. Hivyo lazima nikupe taarifa mume wangu. Hapa nimekosea? Haujakosea. Lakini kwangu mimi, kwa upande wangu, kwa mtu mwingine anaweza akaona kwamba upo sawa, lakini kwangu mimi naona unakosea. Wewe unajua maana neno ruhusa linamaanisha nini? Yaani ruhusa ni kwa maana kwamba yani unakuwa kama vile huniamini mimi, au wewe mwenyewe pia hujiamini. Mimi nakuamini. Kwa hiyo mimi haja kuomba ruhusa kwa sababu najua unaenda na utarudi. Au ukienda unaenda mazima koko, si lazima urudi nyumbani. Kwa mimi hiyo ruhusa tawala hata wewe unaweza ukaenda tu. Basi sana wangu. Ila unajua na nyumbani afu nywele zenyewe zimefumuka, nilikuwa naomba pesa kidogo nikasuke hiyo asubuhi. Wewe nilikwambiaje? Tuta hutaki kufanya kazi. Umekuwa mama wa nyumbani tu. Sasa eti mimi niingie mfukoni kwangu nitoe pesa nikupatie wewe? Ungekubali kufanya kazi, kuna majukumu mengine madogo unanipunguzia mimi. Masuala ya mafuta kupaka, sijui swala lako la kusuka. Au ni masuala ambayo unatakiwa kujihudumia mwenyewe mwanamke kama mwanamke. Mimi nipunguzie majukumu bana, unaniumiza kichwa. Wanawake wenzako hata wasumbue waume zao kama hivyo unavyonisumbua wewe. Yaani swala kidogo tu la kusuka unaanza kuniomba mimi hela. Mimi sina hela. Utajua mwenyewe. Uende hivyo na minyosho yako au ujifunge kitambaa, it is okay. Mimi siwezi kukupa hela bana. Wandiba. Hivi kweli unanipenda? Swali gani unaniuliza? Yaani mimi ningekuwa sikupendwa nisingeenda nyumbani kwenu kutoa mahari, nikakuoa kwa ndoa kabisa. Na sasa hivi upo hapa nyumbani kwangu. Hiyo ni ishara tosha kwamba mimi nakupenda na nakuthamini na kujali na kupenda kweli mke wangu. Sasa sijui maswali gani ajabu unaniuliza mimi. Yaani ninashindwa kuelewa kwamba mimi nimeolewa na mwanamume wa namna gani. Nikikuomba kitu kidogo tu hutaki kunipa. Unanipa sababu nyingine. Mume wangu, kama kweli ungelikuwa unanipenda, hata haki yangu ya ndoa unashindwa kunipa. Full stop, ushaanza. Ushaanza masuala yako mengine hayo. Wewe umediscuss hapa swala la kuomba ruhusa, nimekuruhusu. Unaweza ukaenda. Unaingiza tena masuala mengine. Wewe una shida gani? Mungu wangu. I need you to understand that intimacy is not just for sex to me. Unanielewa? And right now I'm so drained, stressed. So I cannot present the way you deserve. Naomba niache nipumzike. Alafu wewe unanishangaza sana. Yaani light kama ungekuwa unasoma vitabu kama mimi, kuna vitu vingi ungejifunza sana. There was a philosopher called Plato. He says that love between married people was not reckoned with in Greek. That is because women are so stupid. Sasa na wewe naona ndo hiki kinachotokea. Ndoa sio kifungo. Mbona unapenda kunichanganya wewe? Hilo swala lako unalohitaji kila siku. Siwezi. Niache bana mimi. Nafikiria vitu vingi sana Tuta. Usinichanganye bana. Hala. Okay. Ila unajua nini? Kabla ya kunioa ulituma mshenga. Ikiwa na maana ya kwamba ulikuwa unanihitaji. Na vile vile ulikuja nyumbani kwetu kwamba unanihitaji. Nikakubaliana na wewe ukanioa. Mwanzo tulikuwa vizuri. Ila huku tunakuelekea, Wandiba unazidi kubadilika. Unazidi kunichanganya mimi akili yangu.
Sasa mimi nimeshachoka nikikaa chini kuambia kwamba mume wangu hivi, mume wangu vile. Kilichobakia mimi itanilazimu niende tu kwa wazee, niwashirikishe hili swala, sababu mimi siwezi nikakaa kwenye ndoa ambayo sifaidiki nayo. Nitapataje mtoto kwenye hii ndoa? Kwa mimi naishi tu, kesho nife wanizike. I'm very very tired. Nimechoshwa na haya mambo yako Kandiba. Nimechoka. Kwa hiyo get prepared. Ninavyoenda hivi kwa mama, nitapita nyumbani kwenu. Kwa sababu siwezi nikaishi na mwanamume ambaye hawezi kunitimizia haja zangu mimi. Labda wewe mwenzangu una sehemu unaenda unapunguza mahitaji yako ya msingi kama hayo. Wewe koma sasa. Huko unapoenda unanikosea na unanivunjia heshima mimi kama mume wako. Maneno mengine unaongea, chunga mdomo wako. Nitakubatua sasa hivi. Umenielewa? Na kama unaenda kushtaki, nenda. Kama wenyewe wazazi wanaweza wakasikiliza upuuzi wako. Yaani mimi nakuhimiza ufanye kazi wewe, afu mimi nionekane mbaya? Au unaitaka talaka wewe? Basi mume wangu, samahani. I need some water.